Shabiki wa mpira wa miguu anayefahamika kwa jina la Evaristo Zabroni Mwambogolo mwenye umri wa miaka 28, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Ululu, kijiji na kata ya Idiwili, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe, ameuawa kwa kuchomwa kisu, kisa kikitajwa kuwa ni mabishano ya mpira kati ya mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Songwe, imesema tukio hilo limetokea Septemba 16, 2025 majira ya saa 12:50 jioni, ambapo marehemu alifariki dunia baada ya kuchomwa kisu kifuani na mtu anayedaiwa kufahamika kwa jina la Xaveri Jamsoni Mwaweza, kufuatia mabishano kuhusu mpira wa miguu kati ya timu hizo kongwe za Simba na Yanga. Taarifa hiyo imebainisha marehemu alijeruhiwa vibaya na alifariki dunia njiani wakati akipelekwa katika zahanati ya Iluya iliyopo wilaya ya Mbozi kwa ajili ya matibabu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Songwe wamesema mtuhumiwa alikimbia mara baada ya tukio hilo na msako mkali unaendelea ili kuhakikisha anatiwa mbaroni na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 17 Septemba 2025 yenye kichwa cha habari mmoja uawa kwa kisu baada ya mabishano ya Simba na Yanga Mbozi Songwe, inasema jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa taarifa ya tukio la mauaji lililotokea mnamo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2025 saa 12:50 jioni katika kitongoji cha Ululu, kijiji na kata ya Idiwili, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Katika tukio hilo, Evaristo Zabroni Mwambogolo mwenye umri wa miaka 28, mkulima mkazi wa Ilulu, wilaya ya Mbozi, alichomwa kisu kifuani eneo la moyo na mtu anayefahamika kwa jina la Xaveri Jamsoni Mwaweza baada ya mabishano ya mpira wa miguu kati ya timu za Simba na Yanga. Marehemu alijeruhiwa vibaya na alifariki dunia akiwa njiani akipelekwa kwenye zahanati ya Iluya iliyopo wilaya ya Mbozi kwa ajili ya matibabu. Uchunguzi wa awali unaonyesha chanzo cha tukio hilo ni ushabiki wa mpira wa timu ya Simba na Yanga kati ya marehemu na mtuhumiwa, ambapo mtuhumiwa alitumia kisu alichokuwa nacho wakati wa ugomvi huo na mara baada ya kutenda kosa hilo alitoroka kusikojulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali wa kumtafuta mtuhumiwa huyo ili akamatwe na aweze kutuhumiwa kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuepuka kujichukulia sheria mkononi na kutojihusisha na vitendo vya vurugu vinavyoweza kusababisha madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na upotevu wa maisha, na linawataka kuendelea kudumisha amani, mshikamano na utulivu, hasa wakati wa mjadala au mabishano ya kawaida ikiwemo michezo. Hii ni Dems Media. Mimi ni Abdul Juma. Usahau kusubscribe Dems Media kwa taarifa nyinginezo. Asante.